Naitwa Dr. Beni, ni daktari bingwa wa uzazi na magonjwa ya wanawake. Napatikana katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili. Leo tutakuwa na mada inayosema dalili hatari ukiwa mjamzito. Kipindi cha ujauzito ni kipindi ambacho ni muhimu sana kwa mama kuangalia maendeleo alionayo, na hii huweza kufanyika kama mama anafuatilia vipindi vyake muhimu vya kliniki na kuzingatia mahudhurio yote na kufanya yale ambayo anaagizwa baada ya kupewa elimu ya afya. Kila anapoenda kuna madarasa ambayo huwa wanapewa kwa ajili ya elimu ya afya. Tunapozungumza swala zima la dalili za hatari, maana yake ni nini? Unapokuwa mjamzito ni kipindi ambacho mambo mbalimbali yanaweza yakatokea, na hutokea katika vipindi tofauti tofauti vya umri wa ujauzito. Ieleweke kwamba tuna vipindi vitatu vikubwa vya ujauzito ambavyo ni kipindi cha miezi mitatu ya kwanza ambao tunaita first trimester, na kipindi cha miezi mitatu ya pili second trimester, na kipindi cha tatu ambacho ni third trimester. Kwa hivi ni vipindi ambavyo mama hupitia mambo mbalimbali ya tofauti kulingana na kipindi chenyewe. Tukija kwenye swala zima la miezi mitatu ya kwanza, miezi mitatu ya kwanza huwa tunazingatia kwa kuangalia hasa kwamba kwa sababu unakuta mtoto bado ndo anaandaliwa, viungo vya mtoto ndo vinatengenezwa. Kwa hiyo tunazungumzia swala dalili la hatari, mara nyingi dalili kubwa huwa ni moja. Hatupendi mama aone damu yoyote inatoka kipindi akiwa ni mjamzito, hasa ile miezi mitatu ya mwanzoni. Lakini vile vile ieleweke kwamba kuna baadhi ya watu, ya wanawake ambao wenyewe mimba ikishashika baada ya muda kadhaa, wiki tatu au mwezi na nusu, huwa wanapata damu ndogo ndogo. Sio wote, ila ni baadhi. Na wanaopata ile damu ndogo ndogo ile huashiria baada ya yai na mbegu kukutana kwenye mirija ya mwanamke, ni kwamba huwa vikishaungana huwa inakuja katika ule mji wa mimba au uterus kwa ajili ya kujipandikiza pale. Sasa inapokuja kwa ajili ya kujipandikiza pale, wakati mwingine huwa kuna baadhi ya damu inatoka. Kwa hiyo cha msingi cha kuzingatia, kutokwa na damu ukiwa mjamzito dalili ya hatari. Lakini kwa hawa wachache, lazima inapotokea hivyo mchukue hatua na kufika hospitali na kujiridhisha. Isije katokea imetokea damu ukasema ni jambo tu la kawaida. Ndio maana kuna wengine unipigia simu kuuliza, je, unapokuwa mjamzito vile vile unaona hedhi? Kuna ambao huwa wanaona damu, pamoja ya kwamba damu hiyo huwa inatoka kidogo, haitoki nyingi, na upelekea hata wengine kushindwa kuhesabu zile siku ambazo amepata ujauzito kwa sababu ya hizo damu ndogo ndogo. Kwa hiyo kiufupi, kwa sababu kuna wengi ambao kweli inatokea hivyo na inakuwa mimba inaleta changamoto, cha msingi fanya uhakiki kujua maendeleo ya ujauzito yakoje, kwa sababu mtoto anakuwa bado ni mdogo sana na huwezi kumsikia akicheza na huwezi kusikia lolote. Kwa hiyo ni vizuri ukafanya uchunguzi kufahamu maendeleo yakoje. Pale tu unapoona kweli umepata ujauzito, umri wa mimba bado ni mchanga na imetokea umeona damu hasa eneo la chini. Kwa hiyo kwa huu muda ambao ni miezi mitatu ya mwanzoni, kikubwa ambacho tunaweza kukiona ni hicho. Lakini mambo hatarishi pia ambayo unayopaswa kuyakimbia au kutokuyaona yanatokea ni matumizi ya dawa kipindi hicho, kwa sababu matumizi ya dawa kipindi hicho yanaweza kukuletea hatari. Kwa
Kwa sababu tu kipindi hicho ni kipindi ambacho viungo vya mwili vya mtoto, hasa zile organ kubwa ikiwepo moyo, ubongo na mishipa ya fahamu, ni kipindi ambacho huwa kutengenezwa. Kwa hiyo mama hujihadhari kabisa kutumia dawa zisizo na mpango, kwa sababu ukitumia dawa zisizo na mpango, mimba inaweza ikatoka au inaweza isitoke, lakini mtoto akapata madhara ya changamoto ya moyo, ubongo kawa vibaya, au hata viungo mbalimbali vya mwili visiwe vizuri, ukapata mtoto ambaye ana hitilafu wakati wa kujifungua. Kwa hiyo ni muda ambao kweli tunapenda mama asitumie dawa ovyo, na vile vile awe katika hali ambayo anatumia virutubisho vya kutosha kwa ajili ya vile viungo vya mtoto vikue vizuri na vitengenezwe vizuri. Kwa hiyo miezi mitatu ya mwanzoni, hayo ni mambo ambayo tunapaswa kuyazingatia sana. Lakini tukienda sasa kuanzia miezi mitatu inayofuatia ambayo tunaita trimester ya pili, basi ni muda ambao mama kwa namna moja ama nyingine anaweza akaanza kumsikia mtoto anacheza. Anapoanza kusikia mtoto anacheza, basi hii tunaongezewa nguvu ya kwamba dalili nyingine ya hatari mama anayoweza kuhisi na kuisikia ni swala zima la mtoto kucheza. Mtoto akishaanza kucheza hapaswi kupunguza kucheza. Kwa hiyo mama anatakiwa ahakikishe kama mtoto kama ameanza kucheza aendelee kumsikia mtoto anacheza, na si kinyume na hapo, kwa sababu ikiwa ni kinyume na hapo, basi mtoto atakuwa haendelei vizuri kama atakuwa hachezi tumboni yule mtoto. Kwa hiyo mama yeyote yule unayemsikia mtoto wako ameanza kucheza, hakikisha anaendelea kucheza hivyo hivyo. Lakini sio kwamba ni muda wote mtoto anacheza, hapana. Kuna muda ambao mtoto hucheza. Muda ambao mtoto hucheza zaidi ni hasa lisali moja au mawili baada ya mama kula chakula. Ni kipindi ambacho mtoto naye huwa anaenjoy, kwa hiyo anapata muda mzuri wa kucheza, na mama utamsikia mtoto akikiki vizuri, akipiga tumbo. Kwa ni kipindi mwafaka ambacho unaweza kumsikia mtoto vizuri kuliko kipindi kingine. Sio kama kipindi kingine acheze, lakini anacheza vizuri hasa kipindi hicho. Kwa hiyo hakikisha mtoto hapunguzi kucheza. Akipunguza kucheza ni mojawapo ya dalili ya hatari ukiwa mjamzito. Lakini kumbuka kwamba kipindi hicho pia ni kipindi ambacho kondo la nyuma limeshatengenezwa, huko kondo la nyuma nalo lipo. Kwa hiyo vile vile dalili nyingine ya hatari bado katika kipindi hicho ni kutokwa na damu yoyote ile. Kwa kweli kuanzia kipindi cha miezi miwili, kipindi cha pili cha miezi mitatu na kipindi cha tatu ni kipindi ambacho hatupendi kuona damu yoyote inamtoka mama. Kwa nini? Kwa sababu itaashiria dalili ya hatari na itahitaji sisi kuchukua hatua. Kwa hiyo pia ni dalili ya hatari inapoonekana. Lakini pamoja na hayo, kuna baadhi ya wamama kwa bahati mbaya katika hicho kipindi cha pili cha ujauzito, basi chupa zao hupasuka au hulegea. Chupa zao hupasuka au hulegea. Kupasuka ina maana kwamba maji yanamwagika mengi, lakini kulegea ina maana maji yanatoka kidogo kidogo kwenye sehemu ya uke. Kwa huwa vile vile ni dalili hatari. Kwa nini? Kwa sababu yale maji yaliyoko tumboni ndio maji ambayo huwa yanamkinga mtoto, na huwa mara nyingi kuna mambo mengi ya kifiziolojia yanayoendelea pale kwa ajili ya maendeleo ya ukuaji wa figo na mapafu ya mtoto. Kwa hiyo yale maji hayapaswi kutoka nje na pia hayapaswi kupungua.